Baraza la wazee wa dini likakutana kutafuta njia ya kumuua Yesu. Basi shetani akamwingia Yuda aliyeitwa Iskarioti, mmoja wa wale 12. Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Nishani ya Tai. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali bonyeza subscribe kisha washa alama ya kengele ili kila tunapochimba historia na siri za mabadiliko uwe wa kwanza kuziona. Basi leo tunaenda kuchunguza swali ambalo limeulizwa kwa karne nyingi sana, lakini leo tunakuja kukupatia ufumbuzi. Ni nani hasa aliyemsaliti Yesu? Na swali lingine kubwa zaidi ni kwa nini alifanya hivyo? Msaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Hadithi hii si tu usaliti, bali ni somo kubwa la tamaa, udhaifu wa mwanadamu na mpango wa Mungu ulivyotimia. Watu wengi wanamjua mtu aliyemsaliti Yesu alikuwa ni nani, lakini hasa hawamjui kwa undani zaidi alikuwa ni nani. Mtu aliyemsaliti Yesu alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wake wa karibu sana, aitwaye Yuda Iskariote. Yuda alikuwa mmoja wa wanafunzi 12 wa Yesu Kristo. Mathayo 26 mstari wa 14 nao imeandikwa, ndipo mmoja wa wale 12 aitwaye Yuda Iskariote akaenda kwa wakuu wa makuhani. Hivyo mtu aliyefanya usaliti hakukuwa adui wa mbali kabisa, bali alikuwa ni mwanafunzi tena wa karibu kabisa na Yesu Kristo. Wengi pia wanajiuliza, Yuda alimsaliti Yesu kwa bei gani? Yuda alikubali kumkabidhi Yesu kwa vipande 30 tu vya fedha. Vipande 30 vya pesa vilikuwa ni nini hasa? Mara nyingi watafiti wa Biblia wanaamini fedha hizo zilikuwa sarafu za fedha za wakati huo, yani silver shekels. Sarafu moja ya fedha ilikuwa na uzito karibu gramu 11 za silver hii ya leo tunamiliki duniani. Hivyo hapa tunaenda kupiga mahesabu ya kudadavua ni kiasi gani cha pesa za Kitanzania Yesu aliuzwa nacho. Tafadhali twende sawa. Nimerudia tena kwa kusema sarafu moja ya fedha ilikuwa na uzito wa karibu gramu 11 za silver hii ya leo duniani. Hivyo vipande 30 alivyouzwa navyo Yesu mara 11 tunapata gramu 330 za silver. Thamani yake kwa pesa za leo, bei ya silver duniani sasa ipo karibu dola 0.75 kwa gramu, lakini inaweza kubadilika. Hivyo gramu 330 mara dola 0.75 ni sawa na dola 247. Sasa tukibadilisha shilingi ya Kitanzania kwa dola moja sawa na kiasi cha shilingi 2500, basi dola 247 itakuwa ni sawa na shilingi 600 mpaka 650 kwa pesa za Kitanzania. Kwa hivyo kwa pesa za leo Yuda alimsaliti Yesu kwa takribani 600 tu za Kitanzania. Lakini katika sheria ya kale ya Kiyahudi, vipande 30 vya fedha vilikuwa ni bei ya mtumwa. Biblia inasema kama ng'ombe akimpiga mtumwa atalipa vipande 30 vya fedha. Maandiko hayo yametoka katika Kutoka 21 mstari wa 32. Hii inaonyesha kuwa walimthamini Yesu kama mtumwa wa kawaida. Wakamweka vipande 30 vya fedha. Mathayo 26 mstari wa 15. Pesa hii ilikuwa kama malipo ya usaliti. Hii pia ilitimiza unabii uliotolewa zamani katika maandiko ya kale. Zakaria 11 mstari wa 12. Wakapima mshahara wangu vipande 30 vya fedha. Lakini Yuda Iskariote alimkabidhi Yesu kwa ishara gani? Siku ambayo Yesu alikamatwa, Yuda aliwapa askari ishara ya kumtambua Yesu Kristo. Ishara hiyo ilikuwa ni busu. Unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Mathayo 26 mstari wa 48. Yule niliyembusu ndiyo mkamateni. Kwa hiyo alimsaliti kwa ishara ambayo kawaida ni ya upendo kabisa. Kumbe unafiki ulianzia toka enzi na enzi. Lakini kwa nini Yuda alifanya usaliti huo?
Biblia na wanahistoria wa dini wanaonyesha sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ni tamaa ya fedha. Yuda alikuwa anasimamia fedha za kundi la wanafunzi wa Yesu. Yohana 12:6, alikuwa mwizi, naye alikuwa na mfuko wa fedha. Lakini sababu ya pili ni kutokuelewa mpango wa Yesu ulikuwa ni nini. Baadhi ya wanatheolojia wanaamini Yuda alizani Yesu angeleta mapinduzi ya kisiasa dhidi ya Warumi, na alipogundua hivyo akakatishwa tamaa. Lakini ni nini kilimtokea Yuda baada ya kumsaliti Yesu Kristo? Baada ya Yesu kukamatwa, Yuda alijuta sana. Mathayo 27:4, nimefanya dhambi kwa usaliti, nimeisaliti damu isiyo na hatia. Lakini majuto yake yaligeuka kuwa huzuni kubwa. Biblia inaeleza kwamba baadaye Yuda Iskariote alijiua. Sasa somo kubwa hapa kutoka kwa hadithi ya Yuda ni hadithi ya Yuda Iskariote inatufundisha mambo makubwa sana. Jambo la kwanza ni kuwa karibu na watu wa Mungu hakumaanishi moyo wako upo sawa. Lakini jambo la pili, tamaa ndogo inaweza kuleta uharibifu mkubwa sana. Na jambo la tatu na la mwisho, hata matukio mabaya yanaweza kutumika katika mpango wa Mungu. Kwa sababu kupitia tukio hili mpango wa wokovu uliendelea mpaka kufufuka kwa Yesu Kristo. Unaionaje hiyo? Imekaa vizuri eh? Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji wa Nishani ya Tai, mtu aliyemsaliti Yesu alikuwa ni mwanafunzi wake mwenyewe, Yuda Iskariote. Alifanya hivyo kama tamaa ya fedha na ushawishi wa giza, lakini tukio hilo pia lilitimiza mpango wa Mungu uliotabiriwa katika maandiko. Kama umejifunza jambo jipya leo, basi naomba uchukue nafasi hii kusubscribe kwenye channel ya Nishani ya Tai, ubonyeze like, lakini pia usiache kuishare video hii kwa watu wengi wajifunze historia muhimu za kutoka Biblia. Na kwenye video inayofuata na kudokeza kwamba tutachimba swali jingine la kushangaza sana. Hivi unajua ni nini? Ni nani aliyemuua Yesu kweli? Ni Warumi, Wayahudi au ni mpango wa Mungu? Usikose video ijayo.